Kwa sisi ambao tunasimamia management ya rasilimali watu tunalo jukumu la malezi, na hii induction course ni wajibu wa kisheria. Kwa hiyo kabisa na sheria kwamba mtumishi anapoingia katika utumishi wa umma sharti kwanza apewe maelekezo ya msingi ambayo ndio wanaita induction course, wengine orientation course, lakini mafunzo ya awali, si ndio? Kwa ajili ya kuielewa misingi ya utumishi wa umma, na baada ya hapo ni kazi yetu sisi maafisa rasilimali watu kuendelea na malezi. Wakuu wa idara katika sehemu mnazozitumikia, wakuu wa vitengo, wote hao wanalo jukumu la malezi, na sisi tuko tayari kwa ajili ya malezi, tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia ili muweze kukua katika utumishi wenu. Mna mambo ya msingi ambayo mnapaswa kuyazingatia. Moja ya mambo hayo ni pamoja na misingi ya maadili. Sitaizungumza kwa undani kwa sababu nimeona kuna mada, ili nisimpreempt atakayekuja kutoa mada ya misingi ya maadili. Kwa hiyo ndio nyenzo ya kwanza. Mtaambiwa misingi ya maadili ni ipi na itafafanuliwa. Kwa nyinyi mnao wajibu wa kuyaishi maisha yenu mkiwa katika sehemu ya kazi na nje ya sehemu ya kazi kwa kuzingatia misingi hiyo. Utumishi wa umma hatuuache ofisini, kwamba unapokuja ofisini ndio unakuwa mtumishi wa umma. Ukirudi nyumbani wewe sio mtumishi wa umma. Utumishi wa umma tunaishi nao masaa 24, siku 7 za wiki, siku 31 za mwezi, siku 365 na robo za mwaka. Muda wote huo sisi ni watumishi wa umma. Mtaelezwa pia makosa ya kinidhamu na taratibu za kinidhamu, nimeona mada zipo. Kwa hiyo mimi sitokwenda huko, lakini niwasisitize kwamba misingi hiyo ndio nyenzo ya kuwafanya nyinyi muendelee kuwa watumishi wa umma. Mkiipuuza hiyo, mtaelezwa madhara ya kupuuza misingi ya utumishi wa umma. Kwa kama nilivyosema, haki zenu zinapokiukwa, tunao utaratibu wa kulalamikia. Si utaratibu wa serikali kupeleka malalamiko kwenye social media, na ni wasii tusiwe na tabia hizo. Sababu kufanya hivyo ni sehemu ya utovu wa nidhamu, sababu utaratibu hupo, utaki kuutumia, wewe unatengeneza utaratibu wako. Kwa jambo hilo halikubaliki. Nayo haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi, na pale ambapo haki zenu zimekiukwa, mnayo haki ya kwenda katika vyama vyenu vya wafanyakazi mlivyojiunga navyo. Chama cha wafanyakazi kinaweza kukusaidia kujenga hoja juu ya jambo lako au changamoto yako, sababu wana sheria, wanazijua taratibu za utumishi wa umma, wanajua mipaka ya utendaji serikalini. Kwa wanaweza kukusaidia kujenga hoja, wanaweza kukusaidia kuiandika hoja vizuri, wanaweza kukusaidia kukuwakilisha katika kuwasilisha hoja yako. Kwa hayo yote mnaweza kuyatumia kama platform za kuwasilisha hoja zenu. Kwa ziko nyingi. Unaona, nasema na kusisitiza kwamba hatuna sababu ya kwenda kwenye social media kwa ajili ya kuwasilisha kero na changamoto tunazozipitia tunapotekeleza majukumu na wajibu wetu katika utumishi wa umma. Kwa tuisaidie mamlaka yetu ya serikali za mitaa, halmashauri ya wilaya ya Karagwe, kuhakikisha kwamba inatoa huduma bora na kuwa na uwajibikaji, sababu halmashauri kama halmashauri lazima iwajibike kwa umma, na ili halmashauri iwajibike kwa umma ni uwajibikaji wa mtumishi mmoja mmoja aliye ndani ya halmashauri. Nyinyi ni familia na tuko tayari kuwasaidia ili mfikie mafanikio ambayo kama sera ya ajira na management katika utumishi wa umma ilivyoweka hizo fursa
ili na nyinyi muweze kuzipata hizo fursa pasipokuwa na vikwazo. Niwatakie utumishi mwema na niwatakie mafunzo mema, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Karagwe DC tupo kazini, tunaendelea kuwahudumia wananchi kwa ubora zaidi.